Theo, Naam. Kuna kitu nataka kukuuliza. Hebu niulize. Katikati ya mwanaume na mwanamke haswa ni nani anafaa kuwa na mwongozo wa familia? Kati ya mwanamke na mwanaume nani anayefaa kuwa na mwongozo wa familia? Haya, mimi kwa upande wangu naweza sema mwanamume ndiye anakuwa na mwongozo wa familia. Sababu mwanamume ndiye kichwa cha familia. Hata kwenye maandiko ya dini yoyote ile, imani yoyote ambayo mtu anafuatilia, iwe Uislamu, iwe Hindu, iwe wale ambao wanaabudu mbuzi, kuku, haijalishi, ama Wakristo pia, inaonyesha kwamba mwanaume ni kichwa cha familia. Ni kichwa kwa kila kitu. Sasa huyo kichwa kisipokuwa na mwelekeo mzuri ama mwongozo mzuri, manake viungo vingine vya mwili basi vimeharibika, vimekufa kwa kweli. Sasa mwanamume ndiye anakuwa na mwongozo kamili wa familia. Lakini kwa kisasa, kulingana na venye mambo yalivyo kwa sasa, wanawake kwa sasa naona ni kama wao ndo wanabeba majukumu mpaka ya wanaume. Sijui hiyo ikoje hapo. Hapo naweza jibu tu kwa urahisi sana, kwa wepesi kabisa. Sababu ukijaribu kuangalia mabadiliko ya hali yenyewe jinsi ilivyo kwa sasa hivi, inaonekana kwamba dunia ya leo inawafeva sana wanawake kuliko wanaume. Yaani wanaume tumenyongwa kabisa. Yaani tunaishi kama maiti ambayo yanatembea kwa hai. Ni maiti live. Sasa tunaenda kuishi aje kwa hii agenda ya kisasa? Kwa sababu naona unasema wanaume tumefinyiliwa sana. Sasa sisi wanaume tutatetewa na hakina nani? Maana siku hizi wanawake kwa sababu washachukua majukumu ya wanaume kama majukumu yao. Yaani kiufupi wao hata saa hizi mwanaume akiwaongelesha hawasikii. Kwa sababu gani? Wanaona wako na ile power, wako na ule ujasiri ya kujiona kwamba anaweza kafanya kila kitu bila kuwa na mwanaume. Sasa tutakuja kuoa. Hebu niambie, ikifika hapo tutakuja kuoa ama sisi ndo tutaolewa? Hapo swala zima la kuoa ama kuolewa ni uchaguzi wa mtu binafsi. Naye huwezi oa mtu ambaye anajiona yeye ni kiongozi, anataka kuongoza. Inategemea uongozi huo ni uongozi kwa jinsi gani ama kwa njia gani. Sababu mwanamke kwa saikolojia yao, mwanamke yote awe amesoma ama hajasoma, anapopata hela awe na yani stable, financial stable, awe na uwezo wa kujisimamia kwa kila kitu anachokihitaji, especially vile vitu ambavyo vinahitaji hela. Huyo mwanamke kumcontrol ni yeye mwenyewe, aamue kunyenyekea chini yako. Lakini wewe mwenyewe hata ufanye nini, hata kama umesoma masters hapa, hata Einstein wakimleta hapo anaanguka mtihani kabla aanze. Alafu dunia ya leo imewafeva sana, kama nilivyokuambia hapo mbeleni, imewafeva sana wanawake. Ukiangalia hata ofisi za serikali, yani unapoenda wewe uweke viti vyako pale, unatafuta kazi na mwanamke aje, my friend, wewe kupata hela either kutumia hela nyingi ama sababu ujuzi wako ama umaarufu wako hautakusaidia pale. Sasa hicho ndicho kimewafanya wanakuwa na viburi, sababu sasa hii mwanamume ni chini ya mbwa, sababu vitu ambavyo vimepewa kipaumbele sasa ni mwanamke, alafu wanyama. Na ninaona saa hizi hata kesi yoyote ikitokea, mwende kotini, wewe unashikwa kama sijui kama simba mwenye umetaka kulalua nyama bila kuwa na ruhusa. Huwezi shinda ndugu yangu. Eli ukomboe pusi ama dogi, umweke pale ndio asimame kwa niaba yako. Lakini wewe mwenyewe nakwambia utang'olewa macho kabisa, utakuwa marefu kama yale ya sungura. Sasa kwa swali la kuoa ama kuolewa, sisi ndio tutaamua. Ikiwa wanaendelea kupata nguvu kama hiyo, ni sisi sasa tujitambue na tujikubali ya kwamba mahali tupo sisi ni wapita njia, ni wasafiri, si kwetu. Sasa inabidi sasa tukubaliane na hali hiyo, tujipange. Kama utaamua kuolewa, hapo ni upande wako, yani ni uamuzi wako. Lakini mimi kama mimi Jeremiah, hapo mimi either nioe ama nikikosa kumuoa
ili nikae tu hivyo. Yo, show boy Eko Vigo, hii ni show kali na hii show inaenda kuendelea kila siku. Tutakuwa mnapata video kama hizi. Mmesikia Jeremiah yeye anasema. Umesema kuliko mimi nikimpata yule wa kumuoa sawa. Mimi kwa wale wazee wasahau. Ama nikae tu hivyo kabisa. Umesikia Jeremiah shaamua kama hamwezi kaa mtulie. Ni heri akae single forever. Kabisa. Kwa hiyo nyinyi wanawake kweni makini. Umesikia wanaume wameanza kugive up kulingana na yale maneno ambayo mnayotuonyesha, matendo mnayotufanyia. Kwa hiyo kuweni makini sana. Bye bye, tupatane siku nyingine.